Filamu yetu inaanza na kuonyesha familia ambayo ina ndugu kadha wa kadha, ina mke na pia mtoto wao mdogo. Mke ametoka kuamka sasa ili aingie kwenye majukumu na mzunguko wa kila siku wa maisha yake. Hapo anashuka taratibu kwenye ngazi na kuelekea hapo jikoni. Palikuwa na furaha kwa sababu mama mkwe ambaye ni kama shangazi, ila kwa heshima anakuwa ni kama mama mkwe, pamoja na ndugu kadha wa kadha wa huyu bwana ambaye anapigiwa simu na mke wake, lakini anaonyesha kwamba yuko busy. Ni simu ya pili sasa anaipigia, basi inaokotwa. Anamwambia samahani mke wangu, nilikuwa busy kidogo na kazi, lakini tutayajenga. Basi mama anasubiri mume wake kwa hamu. Anaonekana ana huzuni kiasi ambacho mtoto wao Tekla anagundua kwamba mama ana huzuni. Mama, vipi, mbona kama umekaa na huzuni? Nishajua unamsubiri baba ndo mje kula pamoja eh? Mama anaitikia anasema namsubiri baba yako tuje kule mwanangu. Kwa hivyo wanafarijiana mama na mtoto. Mama anasubiri sana, hatimaye matokeo hayawi kama alivyotarajia. Inapita na usiku mzito, mume anaingia ndani, anamkuta mke wake tayari alikwisha kulala mapema. Anamtazama mume mtu, anaogopa hata kumsemesha kwa sababu anaamini yuko katika hali ya uchovu mzito. Asubuhi inapofika, basi mwanamama anaamua atoke na kumfuata mtoto wake ambaye tayari alikuwa amechukuliwa na shangazi mtu ili apelekwe shule. Anamwambia shangazi mtu, hata usijali, siku nyingine utaenda na anti shuleni, ila leo nakupeleka mimi mwenyewe, sawa mwanangu? Mtoto anasema nashukuru mama, kama unanipeleka wewe basi inakuwa ni vibe la kutosha, kwa sababu hii nafasi mtoto ilikuwa ni adimu kwa upande wake. Lakini mama anaona kuliko nikae na upweke, hebu acha nijihusishe na kumpeleka mtoto shule. Na kwa kuwa alimkosa mume wake kutokana na ubize, basi ameomba wakutane naye ofisini. Hapa anaongea na secretary wa bosi wake, na secretary anamwambia akimaliza kikao nadhani mtayajenga. Huku binti anajinungunisha kwamba inakuwaje mama Tekla ameanza kumchukua mtoto na anampeleka shuleni. Mwisho wa siku sisi tutaonekana hamna tunachokifanya hapa, maana anaingilia kwenye majukumu yetu. Basi wanaongea, inapita, na hapa secretary anakuja anamwambia samani Genevieve, mmeo ametoka na ameunganisha moja kwa moja kazi, anapanda ndege ya kwenda Abuja. Ndo ameondoka sasa hivi, amesahau kuniaga. Samani, na mimi pia kutokana alikuwa lesi nilikosa kabisa time ya kumsisitiza, ndio nimekuja angalau nikupe taarifa. Basi nashukuru. Sekretari anaondoka. Mama Tekla anasikitika pale Genevieve, lakini hana namna, anaamua atwange simu. Simu inapoita, John anapokea hii simu. Anagundua kwamba alimwacha mke wake na amemsahau kabisa kutokana na ubize. Basi anapopokea anamwambia samahani sana waifu, nilishasahau, yani mambo yameenda lesi, lakini kuna mteja huyu, tusipomhudumia leo kampuni itayumba sana, kwa sababu pato analoingiza litakompensate baadhi ya kodi na nini, na kama unavyojua haya mambo tunakimbizana, mimi napambana kwa ajili ya wewe Genevieve pamoja na Tekla mwanangu. Kwa hivyo kwa sasa ndo umesahau hata kuniaga, ilikuwa inakugharimu hata dakika moja kuja kuniaga hata kama ni ubize. Anasema ndo hivyo mke wangu, tulikuwa tunaomba tuwe na kipato kikubwa, lakini sasa kipato kikubwa kinakuja na gharama, majukumu yanaongezeka. Basi tunaona mention kubwa ya nyumba hii ambayo kwa kweli wanajimudu kwa maisha kutokana na kazi anayofanya mume. Hapa shangazi na mpwa wake wanaongea, wanapiga story. Nasema sasa lakini mimi nikimwangalia Genevieve ni kama ana haki, mume wake amekuwa busy sana. Kutoka wamepanda daraja kidogo la maisha, amekuwa busy. Kwa hivyo ana haki ya kuwa na manongoniko. Tunamuona Genevieve amekaa kwa unyonge hapa. Anasikitika peke yake, anatafuta usingizi, lakini usingizi nao unagoma. Anajaribu basi aamke ili ajishughulishe na shughuli za hapa za pale kuepuka upweke, na hapa tayari ameingia jikoni. Lakini shangazi wake na Tekla anaanza kuhoji kwamba kwa nini unafanya hayo majukumu, au labda mimi nakosea kuandaa. Anasema hapana, usijali, mimi nataka tu kidogo nipate muda wa kutosha na mwanangu, nimemwandalia chakula, wewe andaa chakula cha wengine. Basi wanakaa wanasimuliana hapa, shangazi wa Tekla wanasimuliana hapa jikoni kwamba majukumu yetu ameanza kuyachukua, na mama mtu mzima huyu shangazi yake na John anaamua kumkalisha John kikao na kumuelewesha kwamba unajua, kwa muda sasa mke wako nikimtazama hayuko na furaha ile ambayo nilizoea kumuona nayo. Nafikiri unahitaji muda kujenga
na kukaa pamoja na mkeo ili kidogo balance masuala ya kazi pamoja na masuala ya familia. Amekaa lakini anaonekana tu, kwa mimi mtu mzima najua kwamba mkeo anakaa na huzuni kwa muda mwingi na upweke. Kwa hivyo jitahidi kuliangalia hilo, lipe nafasi, kwa sababu mke wako umepata mwanamke haswa ni mwanamke mwenye upendo. Basi wanachungulia pale, dada zake na John wanashangaa kishabiki, lakini kwa sababu mila za Afrika sio busara kumshauri kaka kwa pamoja kumshambulia, wameacha mama mtu mzima aongee na kaka yake. Basi anamwambia sawa, hamna tatizo, na kuhusiana na mke wangu tutayamaliza tu, tutayaweka sawa. Basi mimi ni hilo mwanangu, na kusisitiza mjaribu kuyaweka sawa, kwa sababu familia nyingi zimepoteza umakini na baadhi ya ndoa hata zimefikia kuvunjika kwa sababu ya kukosa muda kwa ajili ya mwanamke. Mwanamke pamoja na kwamba anahitaji mahitaji ya kimaisha, ila pia anahitaji muda wa kuyajenga naye. Tunamuona hapa John wanakutana na mke wake. Mke wake anasema kumbe ulisharudi? Nilitaka tu ukifika tuonane. Sasa mbona hujaniambia? Mimi muda wote nakusubiri. Basi wanakaa wanapiga stori za hapa na pale. Anamuuliza vipi, kuna shida na hawa wadogo zangu, kwa sababu nimesikia kuna baadhi ya kazi umeanza kujishughulisha nazo. Anasema hamna tatizo lolote, ninajihusisha na hizi kazi ili nisikae na upweke mme wangu, kwa sababu mara nyingi niko tu Uruzi, muda wa kukaa na wewe umepungua kama hivyo. Mume anamwambia mimi napambana kwa ajili yenu. Anasema sawa, naelewa unapambana kwa ajili yetu, lakini mimi sijaja hapa ili uniwezeshe zaidi mahitaji haya ya kimwili, ya kimaisha. Ninaikuhitaji wewe, wewe ndio kimbilio langu na tegemeo langu kubwa. Kwa hivyo naomba kwenye balance zako za kazi unitengee muda kwa ajili yangu. Hapa wifi mtu anavyopita, maneno ya chini chini yanaendelea, kwa sababu tayari amani imeanza kuvurugika kwa kukosa muda kati ya mume na mke. Basi hata ile amani, ile nishati imehamia na kwenye nyumba, wote wana vibe ile ile ya kujua kwamba wifi yao hana furaha. Hapa anajaribu kupiga simu, mume wangu sasa hivi ni saa 7, nilitegemea nikuone tuwe tumekaa nyumbani, hata angalau umekula chakula, umelala, hata kama ni kwa uchovu, tena bado upo kazini. Namwambia unajua mke wangu, hizi kazi zimeshakuwa nyingi, wateja wana booking, na hii ngazi tulikuwa tunaisubiri kwa hamu na mali imefika, sasa ni kuitumia vizuri. Naelewa kwamba unapambana, lakini hebu jaribu sort out, washirikishe na wenzio kwenye kampuni, muone ni namna gani mna operate bila kuzoofisha muunganiko wa kifamilia. Basi mwanamke anakuwa anaongea kwa majonzi na manunguniko kuhusiana na yeye kupata muda ambao ni haki kama mke, na mume naye anatoa sababu za msingi za kimaisha, lakini mwisho wa siku wanajaribu kupeana moyo kwamba watajaribu kurekebisha huo muda. Hapa asubuhi tunaona wifi mtu amewahi sana kuandaa chakula ili amuwahi, jambo ambalo linaleta hali ya mzozo hapa. Anamwambia kwani mimi kuandaa chakula, kwani una nia gani, au umetuchoka hapa nyumbani? Basi bibi na amemueleza haya kaka yake, anamwambia amenikatalia nisiwe napika na nini, sijajua ana nia gani. Mume anashangaa sana kusikia ile taarifa, lakini na mke tayari yuko busy na mtoto wake, ameandaa chakula kama hivyo, hali ambayo inasababisha shangazi mtu amwangalie vibaya mtoto. Hali inakuwa mbaya kwa sababu wale mawifi wanajiona kama hawana thamani kukaa ndani na hawafanye lolote, na mke naye anajikeep busy na mtoto wake ili angalau ajisahaulishe upweke. Hapa inaonekana imefika usiku na wamezozana pia na mume wake kuhusiana na hilo, na inafika alfajiri, mke anaamka mapema ili ajue labda atapata chochote cha kumwandalia mume na nini wapate muda. Lakini tayari wifi mtu aliamka mapema zaidi kutokana na hali ya siku 2-3 zilizopita. Hajabahatika kukutana na mume wake, mume wake ameondoka juu kwa juu, na kilichotokea hapa asubuhi anaamua kuondoka na huyu mtoto ili ampeleke shule. Wifi bado ni yale yale, anang'ang'ania na kujaribu kumtaka ampeleke. Anamwambia bwana, nilishakwambia nahitaji kujipa muda wa kutosha na mtoto. Wala hamna tatizo, wewe wifi uwe na amani, mambo mbona shughuli ziko nyingi. Lakini hata hivyo, kwa nini msipate muda kwa ajili ya kujikeep busy hata na masomo? Kaka yenu yuko vizuri sasa hivi, jiendelezeni na chuo. Basi wanafika wanamueleza shangazi mtu, wifi amesema 1 2 3. Shangazi mtu anasema lakini mimi sioni kama wifi yenu ana tatizo sana, na hao wanasema hapana, wewe tu unamtetea. Hapa tunamuona chifu anapigiana simu na mke wake kujua nini kinaendelea, kwani amefika hapa hajawakuta mke
wala mtoto. Piga simu na wewe wapi? Baadaye mwanamke anaziokota, anasema nimeamua kutafuta apartment, nimepanga na mtoto wangu, labda utatupa muda. Umefanya nini wewe? Kama hivyo ulivyosikia. Kwa hivyo umeondoka na mwanangu, umeenda naye mahali kupanga ili kwamba tu upate umakini wangu, si ndio? Mwanamke anajibu ndio. Nimeona hapo labda unakuwa busy na kazi, ukirudi, ukijumlisha mambo yako mengine nini, hebu nimeona nijitenge kidogo ili nione inakaaje. Kwa hivyo jamaa amepewa masharti kwamba kama anataka kumuona mtoto atenge muda na kuendea hiyo nyumba ambayo amepewa address, na hapa anawaaga anasema mke wangu na mwanangu Tekla wako salama, isipokuwa tu kuna mahali tunaenda kuonana nao, hamna kinachoharibika. Basi hawa kidogo mioyo yao ikawa imetulia, walijua labda wamepotea au kuna tatizo fulani. Basi wanaagana pale na jamaa anachukua hatua ya kwenda na kuahidi kwamba kila kitu kitakuwa sawa pale ambapo atarudi na atawapa mrejesho nini kimeendelea pande za huko. Basi mama anawaambia mnaona sasa nyie tu wasiwasi wenu, na hao wanasema hapana, huyu mwanamke ni kama vile labda anatutengenezea mazingira, labda hapendi kutuona mahali hapa. Hapana, msiwe na nia hiyo jamani. Kama tulivyokuja hapa kwa upendo, tumekaa nao kwa upendo, hatujawahi kuona hizo dalili mwanzo, ila mara nyingine kwenye familia nadhani na nyie mtakuwa mtaona. Kuna vitu vinatokea vinaweza vikasababisha watu wakawa tofauti na mnavyowatarajia. Kwa hiyo msijivunje moyo kwa namna hiyo. Namuona John yuko ofisini anajaribu kufanya mazoezi, wakija wawekezaji kwenye ofisi yake, jinsi atakavyowapokea, atakavyowapa mkono na nini. Bado akili yake haijakliki sana kujua lile jambo mke wake amefanya liko serious kwa kiasi gani. Basi simu inaita wakati anataka kupokea, wakati anataka kuvaa koti, na anaambiwa kwamba nadhani umesikiliza na umenielewa masharti niliyokupa. Kwa hivyo uko serious kabisa mke wangu. Mimi nilijua sasa hivi unaniambia labda nitakukuta upo nyumbani ili mimi niongee na wawekezaji kwa uhuru, nijue nikimaliza tenda yetu tukutane nyumbani. Amwambia habari ndio hiyo. Kwa hivyo kama utakuja sawa, kama utapouza haya, na hutamuona Tekla mpaka umefika hapa. Basi masharti yanakuwa namna hiyo na jamaa hana budi kumsikiliza na kumuelewa mke wake. Baada ya kufika nyumbani chap, amekula pensi yake, shati huko anavaa, huko anatembea, anamuendea kule ambako ameagiziwa maagizo na mke wake. Anafika hapo nyumbani, anapokelewa, anaingia ndani, lakini pia anafanya kuuliza, kwa hiyo hapa ni wapi? Yaani unaishi ni kama kwa nani? Amwambia sitarajii uanze kuleta fujo hapa, niko na mtoto, sitaki tumjengee picha mbaya. Basi mtoto anakuja anamuao baba yake, wanakumbatiana, anamwambia hapa mama amesema utakaa kwa muda gani? Mtoto anasema hapana, mama hajaniambia hicho kitu. Basi wanasogea kama familia kwa pamoja, utani wa hapa na pale na mwanae, lakini nia ya mwanamke huyu ilikuwa ni kutaka umakini, kwa sababu kama mke ana haki ya kupewa muda na ajumuike na familia yake kama ambavyo ilikuwa ni lengo la wao kuwa pamoja. Basi stori za hapa na pale kwenye meza, kula pamoja, kitu ambacho huyu mwanamke siku nyingi kilikuwa ni adimu kutokana na ubize wa mumewe huyu. Wanapiga stori, wanayajenga hapa na pale, lakini pia na mwanaume anaanza kukiri na kuona kweli kuna kitu na kiona kinaongezeka. Anavorudi asubuhi anampa ripoti na anamueleza mama wa hapo nyumbani. Huyu mama anamwambia sikiliza, lile nilokushauri litilie maanani, usipuuze hata mara moja. Basi jamaa akiwa kazini hapa anaanza kutilia maanani hayo masuala mazima, na anamuomba sekretari wake ratiba nyingi wazipangilie zikae kwenye mtiririko ili awe anapata muda wa yeye na familia yake. Sekretari anamuelewa na anamwambia nitafanya hivyo boss. Na hapa nyumbani wamejumuika pamoja. Wasiwasi wao ni kwamba labda yule mwanamke anatumia hiyo gia ili kuwaondoa pale nyumbani, lakini mama huyu amekuwa na hekima, bado anawafariji, anawaambia jamani, haya mambo hayako kama mnavyoyatazama. Hata wewe kesho na kesho kutwa umeolewa, mume wako asikupe umakini, sidhani kama utakuwa una furaha na hayo maisha. Basi wanatoka kwa kumnungunikia mama huyu, anamwambia wewe unamtetea tu, naye mama anamuomba Mungu kwamba naomba tu isiwe kama hivi ambavyo wao wanafikiria, iwe ni kweli kwamba wanayajenga tu mambo ya hapa na pale ya familia. Na hapa tunawaona wamekaa kama familia, mwanamke roho ipo juu juu kwamba mumewe atafika mahali hapo, lakini bahati nzuri
Mlango unagongwa, wanafungulia mlango, si mwingine ni Bwana John, baba wa familia. Mtoto Tekla anamkimbilia baba yake, wanafurahia maisha ya kukaa pamoja mahali hapa, kula, kushare story za hapa na pale, kuelezana changamoto, mtoto za shuleni, mama za nyumbani, baba za kazini. Basi kinakuwa kitu kimoja ambacho kina nia njema na ni kitovu kwa taifa, kwa sababu tujue na tuelewe kwamba mwisho wa siku taifa limetokana na muunganiko wa makabila mbalimbali. Hayo makabila yametokana na muunganiko wa koo mbalimbali. Koo mbalimbali zimetokana na muunganiko wa familia mbalimbali. Kwa hivyo unavyoambiwa familia ni kiini cha kulijenga taifa, basi hizi amani zianze kujengwa kuanzia nyumbani. Hata watu wa imani wanasubutu kusema ibada njema inaanzia nyumbani. Umoja unaonyeshwa na linafanyika ambalo linaikamilisha ndoa, na hapo baba anarudi kwenye familia yake na anakiri kwamba kuna namna alikuwa anateleza, na mama anashukuru kwa kujua amelitambua na kujua kosa lake. Basi wanaungana kwa pamoja kama familia, wanafurahiana, na kama kaka wa familia, kama baba wa familia, anaamua kuchukua hatua na kuiweka familia yake karibu. Asanteni.